nahisi ananifaa. Heshima yako mwana wa mfalme. Liza, karibu tukae. Mbona kama uko kwenye mawazo? Bado nakumbuka yaliyopita? Hapana, nipo natafakari kifo cha baba, jinsi gani kilitokea. Na chanzo cha kifo chake ni nini? Suke na kuhitaji huko kidogo. Suke, kuna tetezi nimesikia kama nataka kumwoa Liza. Oh, mbona imekuwa ghafla hivyo? Na kesho anatawazwa kuwa mke wa mfalme. Sawa, mimi naenda shambani kufuata mazao ya mfalme. Sijakuelewa. Mazao ya kumletea mfalme kivipi? Mfalme amesema kila mwanakijiji apeleke mazao kwake. Sawa. Ila baadaye na kuomba unitafute na mazungumzo na wewe. Kama mnavyojua wazee wangu, mfalme hatakiwi kukaa pasipo kuoa. Mfalme, ni binti gani unayetaka kumuoa katika kijiji hiki? Yuko hapa kijijini na binti mwenyewe ni Liza, na nimeshakwisha kuongea naye amekubali. Yule mgeni. Mfalme, huoni kama kijiji utakitia kwenye matatizo? Mfalme, huyo binti unamjua ukoo wake kufika na kumuoa. Hujui kwamba watoto wengine wanatoka kwenye mamiji ya baba yao wameshindikana hata kuharibia jina mfalme kweli? Hapana, maana hata yeye ni mtoto wa mfalme. Na mimi nimeshakwisha kupitisha uamuzi wangu kuwa yeye ndiye atakaye kuwa malikia, na mnaweza mkatawanyika mkafanye maandalizi mengine. Liza, mbona kama haya maamuzi umeyafanya kwa haraka sana? Hujamaliza hata mwezi? Kweli? Kwani mtu anapoamua kuolewa mpaka malize mwaka au mwezi? Liza, hata macho yako yanaonyesha kabisa hujaridhia. Kakudanganya nini? Hapana, ni maamuzi yangu mwenyewe. Alafu na muda huu sitakiwi kuwa hapa. Kama kaka yako akijua nimekutana na wewe kisiri, itakuwa kesi, halafu itapelekewa kuuawa. Mimi naondoka.
kazi tena nyingine nataka nikupe na uifanye kama ulivyofanya ya hapo awali. Kazi gani hiyo mfalme? Nataka nikupe kazi ya kumuua Suke. Mfalme wangu, wewe si mdogo wako? Tena tumbo moja, inakuwaje tena unataka kumuua? Unafanya kazi yangu au nikatangaze kuwa wewe ndio uliyemuua mfalme? Sawa mfalme, taifanya kazi yako. Kijana, ukitaka utoke hapa salama, nataka uniambie, unajua nini kuhusu kifo cha babangu? Hapana, sijui kitu chochote kuhusu babako. Usinifanye kuwa sina akili. Siku unaagizwa na kakaangu kuja kuniua, niliwasikia. Kumbe ulikuwa wewe? Ningekukamata. Kumbe unajikuta jeuli, utanitambua. Sabato! Na mkuu. Mfanye aseme ukweli huyu. Useme ukweli. Naomba useme ukweli. Hautaki? Sema ukweli. Mimi sijui ukweli wowote. Sema ukweli. Sijui. Haujui? Naomba useme tu. Nasema ukweli. Sema ukweli. Sabato! Ameshindwa kusema ukweli? Tafadhali nipe kichwa chake haraka iwezekanavyo. Nasema ukweli jamani, nasema ukweli wote jamani. Msiniue jamani, kuna familia inanitegemea. Amka useme ukweli. Amka sema ukweli. Mimi niliagizwa kumwekea sumu mfalme kwenye chakula chake. Nani alikuagiza umwekee mfalme sumu kwenye chakula chake? Mfalme ndiye aliyeniagiza nifanye hivyo. Mfalme? Unamaanisha Kaame au? Ndiyo, alisema anahitaji kubaki mtawala yeye tu. Pasiwe na mtu wa kumpindua, abaki yeye tu. Hivyo hata wewe alikuwa ameniagiza nikuue. Sababu ya kufanya yote hayo mpaka ukamuue mfalme ni nini? Mimi amenitekea familia yangu. Na nisipofanya hivyo, ataiteketeza familia yangu. Sasa wewe unataka familia yako iwe salama. Sasa kuna mchezo tunataka tuufanye. Je, utakuwa pamoja na sisi? Nimemuua mfalme kwa mikono yangu mwenyewe. Sasa wewe mdogo wangu Suke, nitakushindwa vipi?
hakuna wa kunipindua kwa sasa, maana nimeanza na mfalme na nimemaliza na wewe, na atakaye jaribu mwingine hakikisha tunamaliza. Fanya kazi nzuri, safi. Kwa kazi uliyoifanya nitakupongeza kwa zawadi ambayo ninajua mwenyewe, sawa? Na huyu mpuuzi aliyekuwa akileta ujeshi katika kijiji sasa hatokuwepo, inapaswa afanyiwe mazishi. Inatosha sasa. Ulikuwa unataka kumuua mdogo wangu? Naona ulikuwa unahitaji kumuua mdogo wangu, ndio? Sana sana. Ulikuwa unafanya nini? Hapa imejulikana aliyemuua mfalme. Wote tumemsikia. Yaani wewe unaenda kumuua babangu kisa madaraka? Mbona umekuwa na tamaa na madaraka kiasi hicho? Kuanzia leo tunakuvulisha hii kofia. Mpaka sasa tumesha kunyang'anya mfalme. Binti mmoja, njoo mvulishe huyu kofia. Kuanzia leo nimekuvalisha hii kofia, utakuwa mfalme wa kijiji hiki. Hongera sana kwa kukiokoa kijiji chako. Hakika wewe ni shujaa wa kijiji hiki. Kuanzia sasa yule hayupo kwenye madaraka tena, jumla na uongozi wake, na anateua viongozi wa kunilinda. Wewe utakaa hapa nyuma ukiwa pamoja na huyo. Kuanzia sasa hawa hawahitajiki kukaa pamoja na sisi. Wewe na wewe kamata hao, peleka loka.
Wanakijiji wangu, napendeni kuambia ya kwamba mpaka sasa tupo katika sehemu salama, katika uongozi ambao unastahili, ufalme mpya, ufalme ambao utatenda haki. Na ninawaahidi ya kuwa nitafuata mienendo ya baba yangu ambaye alikuwa mfalme wa kijiji hiki tangiapo. Sanagu oye! Oye! Sanagu oye! Oye! Na kwa upande wa hawa nitatoa adhabu fupi ambayo itatumika kama funzo kwao. Kwanza kabisa, huyu hatakiwi kuwa na uongozi wowote. Hatakiwi kusema neno lolote mbele ya wanakijiji, na atabaki kuwa mtu wa kawaida na atakaa nyuma. Vivo hivyo na huyu atabaki kuwa mtu wa kawaida na hana cheo chochote, atakaa nyuma. Sanagu oye! Oye! Sanagu oye! Oye! Mnaweza mkakaa nyuma. Nendeni. Huo ndo msamaha wenu. Mimi kama mlezi niliyeachwa na baba yenu, namteua huyu binti kuwa malkia wa kijiji hiki, kwa maana kwamba wewe binti utakuwa mke wa mfalme. Umekubali kuwa mke wa mfalme? Ndiyo, nimekubali. Kama nilivyoagizwa kukilinda kijiji cha Isanagu, naomba ulinzi wa kijiji hiki uje hapa. Binti, na kukabidhi hiki kifaa, ukitunze kama alivyokuwa na kitunza yule malkia aliyepita. Sasa tunatakiwa tusherekee hii sherehe kwa shangwe na vigeregere.
Si ulikiona kile kifaa alichotoa yule bibi? Ya, nilikiona. Nahisi ndo kila kitu katika hiki kijiji. Ndo hivyo nahisi kitu. Sasa hii bado haijaisha na inaendelea navyoona. Tuko pamoja kabisa. Nakupa mpango mwingine. Sawa kabisa. Kufanya yule malikia tunakula naye sahani moja. Si unajua hata yule mfalme hakuwa baba yangu mzazi? Nalijua hilo. Sasa nakuamini. Nami nakuamini. Hii tukifanya tunahakikisha atakaye kaa mbele yetu tunamaliza. Sawa kabisa.